Tumewasili katika kaunti ya Kisumu. Tunataka tufanye mahojiano na wanadada hapa wawili, watatueleza wao ni nani. Tuanze na wewe. Kwa majina mimi naitwa Maria Mohamed. Pale TikTok najiita True African Woman. Yes. Kwa majina naitwa Zia. Ningependa kuambia niko tayari kuelezea. Tueleze ni changamoto zile ambazo ulipitia wakati ulipokuwa umekuwa na mimba ya mtoto wako. Changamoto yangu ndio nilikuwa huyu akaniambia hahitaji mtoto nyumbani. Hata siku ya kujifungua nilikuwa changamoto, mvua inaninyeshea nje, akafunga kwenye nilifanya kanda akasema je, nikae nipatikane mtoto wapi. Na ulipatanaje na madam wa True African Woman? Alikuwa sawa atakusaidia. Alikuwa nyumbani kunitembelea. Akaniongelesha kwa mikono, ananiambia unaweza enda kwetu na Mariam akusaidia na hapo. Amekuwa akikusaidia kuanzia ulipojifungua hadi wa sasa mtoto amefika miaka 3. Unatarajia kurudi nyumbani na kuacha mtoto katika mikono mwake? Mtoto amezoea mimi. Hata nikijaribu kuenda mtoto anabaki, anaanza kuzunika peke yake. Sasa itabidi umwachie mtoto uende kwa sababu ya mila na desturi za watu wa nyumbani. Na sisi nafika mahali nafikiria mtoto wangu. Sasa utafanyaje? Utaacha mtoto akuwe katika mikono mwake ama utaenda naye? Mtoto ndaenda nafika mahali nafikiria mtoto. Na True African Woman amekusaidia sana. Amenisaidia hata tangu nijifungua. Tena kama niletea maziwa, natumana maziwa, mafuta. For the first 3 kwa miaka 3 hii ambayo umekuwa na mtoto. Ananisaidia. Maana hata natuma pesa. Hata anakuja nyumbani anatembelea na anakuja anaona natembea naendeleaje. Kama nifungua ananiletea, nampongeza, nimeona vizuri sana. Na nyumba yako kama ungeongea. Nyumba inaendeleaje? Ndio sawa tu kwa wanaweza pia usia upi au unaweza mwambia nini kwa yale ambayo amekutendea? Anamrudishia shukrani kwa kazi nzuri aliyofanya. Alikuwa mwingine alikuwa ameshamchemea. True African Woman, kuna vitu ambavyo umeweza changamoto zipi ambazo umeweza kusikia kwa kulea au kusaidia wanadada? Jambo la kwanza, changamoto kubwa sana ninayopitia na huyu msichana Luyapin hapo kamili, she suffering from intellectual disability. So kwa ile nyumba yangu ni kama niko na watoto wawili, mtoto wake na yeye, because how she behaves like a child. So changamoto napitia, lazima nikuwe karibu sana nao juu ni rahisi kuwa intimidated, kudanganywa, kufanyia kitu mbaya. So ile changamoto napitia zaidi ni kuwa na mwangalifu sana nao, hata usipate mtu kuadhuru kwa sababu hapo kumkoni. Lakini nashukuru Mungu kwa ugonjwa huwa agonjeki, hata mtoto wake ngumu sana alipata mgonjwa, lakini shida kabisa yake ile lazima umwangalie kwa undani. Na vile amesema anarudi nyumbani hivi, utabaki na mtoto kama utawaachilia? Wakati nilikuwa nakuwa huyo mtoto, sababu nilikuwa na wazazi wake kamili, walisemekana mtoto atakikani nyumbani kimila. Na alifaa uzwe kwa mtu mwingine, lakini sasa mimi nikamwambia, kwa sababu tulikuwa tushaingiana, nikamwambia huyu mtoto anipatie. Alipokuwa kanipatia, nikamwambia unipatie mpaka na mama yake, sababu sheria ya Kenya sio mtoto kukaa naye bila idhini yoyote
wangu niliona itaniletea shida, so nikaamua kuwa afadhali niende na mama yake, na pia yeye aweze kulea ule mtoto wake, akuwe na ile bondi ya mtoto wake. Lakini kwa bahati mbaya sasa mimi kuishi naye milele ni ngumu, lazima atangamane na familia yake, ijapokuwa ule mtoto atakikani. Sasa inakuwa sasa changamoto. Huyu mtoto msichana, nyumba tayari tushajenga nyumbani pale, hapo na makao basi, wakati ule alikuwa anafundisha. Lakini shida sasa ni mtoto, ndio huyu mtoto anafaa nibaki naye, huyu naye aondoke ende nyumbani. Sasa hiyo kwangu pia ni jambo ngumu kudecide, lakini sababu na mila na itikadi itabidi, kwa sababu mimi siwezi jua effect zenye zinazokuja kwa mbele. Na wasi upi ambao unapea wasichana huku nje ambao wana changamoto kama hiyo ambazo wameweza kuzipitia? Sio kwa changamoto za wasichana, hata sio ni wasichana agirinda, lakini bahati mbaya si unajua huyu kuna shida. Kama ungekuwa na mtimamu hangeweza kwenda kuzana mtoto. Kwa hiyo sababu hapo anajua uliona alienda kuzana mtoto na yeye niletea madhara yote. So kwa wasichana huko nje ni wajifunze, angalia maisha wako yanapambana. Ndio. Tukimalizia mahojiano yetu, una lipi la kuongezea? Katika mahojiano, kwa ufupi, mimi mwisho wangu ni kuona vile sio kunaweza kuwa hapo sawa, hata tukiwa tuko pamoja. Unasema utazidi kumfuatilia kwa maisha yake? Sitaweza. Kama tutaachana aende na mtoto baki, mimi nitakuwa sipo. Kama familia inaweza kubali, watoe ile mila, kama kuna kitu inaweza fanyika, yeye anaweza kurudi nyumbani na mtoto wake, sababu pale kuna nyumba tayari tushajenga, aende aishi pale na mtoto wake, waendelee na maisha. Mimi nitakuwa sasa niko huru. Mwisho kabisa, ndio kwani unasema nini? Sipa sana kwa kujua wangu. Nitakwenda mtoto nyumbani. Tuliambia mtoto aweze nyumbani. Mila na desturi msibali uende. Ukienda nyumbani upate amechukuliwa kisirisiri ujui na amepelekwa kwingine, utafanya vipi? Mila hairuhusu. Mila hairuhusu. Tuliambiwa. Tulikamwambia pia. Mila hairuhusu. Sasa nataka uende naende kabisa. Sasa juzi ndio mamako sio alikuja. Mamako sio alikuja kutembelea. Ndio mamako akishika mtoto. Ulimwona atakimsalimia, which means unapata vile ni bila ya abomination. Sio nafaa kubwa. Mtabaki wewe. Sawa. Sawa. Unaweza kuombaje watu na kusaidia? Kusaidia. Na kusaidia. Yes. It's home. Yes. 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 Atakumbuka pale hiyo. Nitakuja kukumbuka. Atamsaidia mchana. Na msaidia. Mtoto aingie shule. Asikie nyumbani. Sawa, imekuwa mahojiano ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisumu. Jina langu ni Metro.